You call me Kibaka, they call me King Kiba. Baba Kianto, Tola Mama Kiba. Jami na Shiba, Resh Koku Iga, Enamora. Oh, you wanna Inakuwa ni itu ya masupply. Bwana mkofresh mazee. Poa kabisa. Leo nimeamua niwafanyie bonge la supply. Hii supplies nao. Imekuja wakati mwafaka kabisa. Au sio? Alafu najua nini? Leo nimeamua niwapige surprise sababu Star 7 TV ni TV ambayo kwa sasa inafanya mambo makubwa sana hapa mjini. Nikaona sio mbaya niwapige surprise leo wana. Inakuwaje? Karibu sana. Hapa ndo home kwake na Star 7 TV. Kabisa naona wana mshine kinyama nini. Sio sana. Hapa natulia tu ni home. Bila kuchelewa ningependa kwanza mjitambulishe, maana kuna wana wengi wanaweza kawa ni wapi hapa hawatambui, inakuwa ni kizazi sana wapate hii nafasi. Star 7 TV ni TV online. We do comedy, we do music, we do everything about entertainment. Alafu bila kukawa mzee, naona mjengo umechafuka, matunda fulani hivi sana yamezagaa nini. Inaonekana nyinyi mnajiachia sana. Ukiwa unatumika mambo kama haya inakubidi ule matunda kwa wingi kabisa. Au sio, una refresh your mind. Una refresh your mind and when you want just kuaga uko boring inabidi unahitaji matunda. Au sio? Alafu nimeona tunda fulani hapa meza ingine tunda. Kwetu Swahilini hili tunaliita tikiti maji. Sijui nyinyi hapa kwa Burundi mnalihitaji. Kwa Kifaransa tunaita ni pastèque. Pastèque. C'est une pastèque. Alafu nasikiaga kwa lugha hizi za kigeni hususan Kifaransa kila kitu kina jinsia. Au sio? Sasa kama hii kwa Kirundi mnaita pastèque. Kwa Kifaransa I'm sorry, si unajua tena. Ningependa uniambie donc ni la pastèque. Une pastèque. Sawa, kwa jinsia ya kiume yani masculine hayo. Unaweza kaitaje? Swali la kizushi. Masculine d'une pastèque. Ndo naongelea. Masculine. Ama stiki. Mshikaji bro. Hizo lugha za kigeni ila japo sijajua sana. Nahisi kuna finyunyu kwenye hilo jibu lako ni. Ila fresh. Acha turudi basi nyumbani tuongee lugha yetu. Alafu na bro, usijiogope kuna pastèque you can just eat. Thank you bro. Alafu bila kukawa mzee, wakati naingia hapa kuna ngoma fulani hivi la kizazi sana nimekuwa nasikia mcheki. Hii ngoma ni kali kabisa inaanza. Sidhani kwamba unaweza ukaiplay pale kidogo nisikilizie. Maana ni ngoma mpya ni ngoma mpya. Imefanya vurugu sana. Hiki inafaa vurugu sana kwenye social media au sio? Maana kinasumbua sana hiyo. Unaweza ukaiplay kidogo wana wakajua ni ngoma ipi mlikuwa mnaicheki. Tulikuwa tunaicheki hapa. You call me Kibaka, they call me King Kiba. Baba Kianto, Tola Mama Kiba. Jami na Shiba, Resh Koku Iga, Enamora. Hii ngoma hii, sema kweli, ni ngoma imeleta gumzo hapa mjini. Sasa sijui nyinyi mnaizungumziaje, maana nimekuta mnaikagua, yani mnaichakachua vile. Mnaweza mka drop any comment about this song man? Kweli mimi ngoma kabisa sana mimi nikifanya hii ngoma kabisa nasikia kutoka jana. Maana nilikuwa nazungumza na rafiki yangu tunabisha sana hii. Maana hii ngoma mimi nasikia ni matosi. Alafu ngoja nimsikilizie hapa mwana upande wa pili anaizungumziaje. Kwa hiyo anasema hivi. Maana pale anaimba juu ya mtu fulani. Ndio tungali tunacheck nyimbo za kule Tanzania. Ndio angalie anajibu nani. Kazi ipo Ndio vile. Alafu bila kukawa wazee, hii ngoma nishaisikia sana. Alafu tetesi za chini ya kapeti nazipata sana.
Sasa mnachukuliaje watu tulikuwa tukimjua Alikiba kitofauti sana na hizi skendo za kuimba mambo kama haya? Mbona mnachukuliaje huyu mwimbaji mpya ambaye aliofanya hivi kwa kurushiana vibonge? Maana a lot of people walikuwa wanajua Alikiba ni mtu fulani hivi wa kuimba nyimbo fulani hivi za kikubwa. Sasa mnaichukuliaje hii hatua akaja kivingine wazee? Hii nyimbo amekuja kivingine. Sababu Alikiba tulikuwa tunamzoea ni mtu anajitia chini sana. Au si? Yaani mtu kabisa kwa hizi simple, lakini leo amekuja kivingine. Ameamua acha na mimi nikarushe kidogo. Yaani amerusha kabisa. Sijui anakuja na politics, tunajua kama kila kitu inakuwa ni politics. Au si? Yeah. Alafu yani kwenye pointi yako unahisi kakudisappoint au kakuweka kwenye nafasi ya muziki wa kisasa? Alikiba mimi hajamdisappoint hata kidogo tangu anaanza muziki. Yule kabisa ni mtu ambaye anajua na ni mtu ambaye anajua anachokifanya. So kuna amedondosha idea hapa hawezi kuwa wako amemukela wasema acha let me speak, yani wao kama kubakia kimya sio vizuri. Kasema acha aseme, unaona kama hapa anaongeza kama Amerika nimetimba Ulaya nimetimba. Hawezi kujua wamemchokoza. Au si? Yaani inaonekana mwamba kashavurugwa. Ngoja tumsikilize mwamba upande wa pili hapa anazungumziaje kuhusu hili swali. Ila kwa Alikiba nasema kweli alimba juu ya hasira kabisa. Lakini hatuwezi sema sasa alimba juu ya fulani. Au si? Bali tutakuwa tunadanganya. Sio tunachunga sasa tusikie mwingine atajitokeza naye atoe ngoma. Yaani tusubiri riposti. Tuchunge tu tusubiri. Da, hapo bro, kilicho nishangaza ndani ya hii clip, Alikiba alikuwa na mbuzi. Alikuwa na mbuzi hapa Alikiba. Alafu kuna muda fulani anachukua ile taji anaitoa kichwani, anamvalisha yule mbuzi. Kamaanisha nini sasa? Alimvalisha mbuzi, but after kumvalisha wakatuonesha yani it is impossible. Yani sijui alimaanisha nini. Yani kamaanisha kina fulani ndo mabuzi. Yani alimaanisha kama kuna wengine wagombania nini ukingdom na ile taji ya ukingdom hayofai kabisa. Au si? Ndio naona kama anataka kumaanisha kabisa mimi kama vitu vingine kijaribu kwa. Wewe kama wewe najua industry unaisoma sana, unaifuatilia kwa karibu sana. Ukijaribu kutizama ni msanii yupi ambayo anaongelewa hapo, unaweza kumtaja nani ghafla? Baba ni Jeshi. Nadhani taarifa zimeshawafikia, wajanja wameelewa ni mwamba hivyo naye. Na wewe tunahitaji pointi yako. Unahisi mshikaji iko sawa kabisa? Hapana, wewe ukiongea naongea mingi sana. Au si? Anasema Mungu kabisa. Hii nyimbo hawayasema mtu. Hata kama Diamond aliimba vile hakusema ni nani anaimba. Hajamtaji mtu. Hapana, hataji mtu. Lakini vitu Mungu yeye kama ni vitu mingi nini? Je, ndio mtu vile? Ndio vile yeye Aisha Moisha sema Alikiba naimba juu ya Diamond. Yaani kaamua kutoa siri ya tano. Anatoa siri. Mwenye nyimbo hayasema. Yaani pale nakosea. Yaani mimi siwezi nikasema kama kila nyimbo inakuwa inamaanisha. Hapa aliimba mtu ni lazima. Alafu hajamtaji mtu, ila tukizingatia kutizama kwenye historia za enzi zile kama mwamba kashaga tamba sana na dada fulani vile hivi kutoka Usafini, sijui ndio donge alikuwa anamaanisha. Unasikiaje kuhusu hilo mzee? Kabisa mimi na wewe nakusoa kabisa juu kiangalia hii nyimbo ashaingia wasanii. Yaani wajanja wameelewa. Wameelewa. Wajanja hapa ndio wataelewa sababu kama uko mjanja ukoona mbali hawezi kujua aliimba nini hapa. Lakini kabisa utasubiri kama mwezi au 2 weeks after utasikia ingine ngoma inadondoka. Alafu tusiongee mengi sana, nilikuwa kwenye mjengo wa Star 7 TV na watu wabaya sana hapa mjini. Ukitaka burudika na comedians ambao zinafanya vizuri hapa kwenye industry ya Buja Flavor, wanaweza sana na ni wana ambao nawakubali sana kwa kazi zao. Behind the camera tuko na mtu mbaya, Toto Bad, young killer in town. Na huyo sio mwingine ni Mwanga aka Light, the baddest in town. You know what it is, man. I got respect for you, bro. Na kwenye Light tuna mtu mbaya hapa nini, yani timu kubwa hapa limeungana, yani ni mauaji mafuriko. Bila kusahau ulikuwa na mimi ndio yule boy Absolute kutoka enzi kule ukweli. Mix some Congo, wonga za siso, mimi ndio bisho. Igana